Serikali ya Korea Kaskazini inayoongozwa na Rais Kim Jong-un ina sheria zake ngumu ambazo pengine utashangaa zingine ni ngumu kabisa kuweza kuzitekeleza. Kama una ndoto kwenda kuishi Korea Kaskazini, basi lazima ufahamu kwamba hizi ni baadhi tu ya sheria ngumu ambazo zinapatikana huko na pengine ni za kustaajabisha usizikute sehemu nyingine yoyote katika ulimwengu wetu. Sheria ya kwanza ngumu. Uchunguzi ukifahamika kwamba wewe ni gaidi, unaipinga serikali, utafungwa jela wewe, watoto wako na wajukuu zako. Yaani familia yako yote itafungwa jela kwa sababu tu wewe umefanya ugaidi dhidi ya serikali. Hiyo ni sheria ya kwanza ngumu kutoka Korea Kaskazini. Lakini sheria nyingine, endapo kigundulika unatafakari kuhusu ugaidi, ile inahesabika kama ni kosa na hapo utafungwa jela kwa sababu unafikiri kuhusu ugaidi. Sasa jiulize, watagundua vipi kwamba ulikuwa unafikiri kuhusu ugaidi? Hilo mimi nakuachia wewe. Lakini sheria nyingine, Korea Kaskazini ni lazima kila mwananchi kulia kwa sauti pale ambapo kunakuwa na kumbukizi ya vifo vya viongozi mbalimbali wa taifa hilo. Wananchi wote wanalazimika kulia kwa sauti, hata kama hauna uchungu wa kulia, lakini itakulazimu ulie. Hiyo ni sheria nyingine ambayo ipo Korea Kaskazini. Lakini kupiga kura ni lazima. Korea Kaskazini kupiga kura ni lazima. Kwenye fomu ya kupiga kura, jina ni moja tu la kiongozi mmoja ambayo utalazimika umchague. Na kuto kupiga kura utahesabika kama mhaini. Ukiwa mhaini, adhabu yake ni kunyongwa. Kwa lazima upige kura Korea Kaskazini, na chaguo ni moja tu, kumchagua kiongozi mmoja. Korea Kaskazini wamefungia media za nje kutazama movie kama za Korea Kusini na maeneo ya Hollywood. Ni kosa sheria, na ukikutwa unafanya hivyo utachukuliwa, utapelekwa kwenye maeneo ya kazi za umma. Kuna ujenzi wa barabara, utapelekwa huko. Kuna kilimo cha serikali, utapelekwa huko kwenda kufanya kazi. Ni kosa kisheria. Internet Korea Kaskazini iko limited. Watu wana access mitandao ya ndani pamoja na kupata taarifa za ndani bila kujua nini ambacho kinaendelea nje ya Korea Kaskazini. Maybe kwa wale ambao wanatumia VPN wataweza kupata taarifa za nje, lakini kwa maana ya internet free ya serikali imeruhusiwa tu kwa matumizi ya ndani ya Korea Kaskazini. Kuna minyoo maalum kwa ajili ya wananchi na kuna minyoo kwa ajili ya viongozi wa kiserikali. Korea Kaskazini hauruhusiwi tu kunyoa unavyojisikia, badala yake ipo style ambayo unatakiwa kunyoa ambayo imepitishwa na serikali. Ukitoka nje ya hapo ni kosa kisheria na hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yako. Kusafiri kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine inahitaji kibali cha serikali. Korea Kaskazini hausafiri tu kama huku kwetu kwamba unatoka hapa unaenda sehemu nyingine, hakuna anayekuuliza. Korea Kaskazini lazima upate kibali kutoka kwa serikali ili uweze kusafiri, hata kama ni raia wa Korea Kaskazini, kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Hiyo ni sheria na lazima uifuate. Hauruhusiwi kuvaa jinsi ya blue Korea Kaskazini. Ni kosa kuvaa jinsi ya blue, lakini pia ni kosa kuabudu katika Ukristo, kwa maana wanaamini wao Ukristo ni dini ya watu wa magharibi. Hivyo ibada wanatakiwa kuiabudu serikali. Korea Kaskazini wananchi wake wanaiabudu serikali. Ni kosa kuabudu katika dini. Bwana, ni sheria gani ambayo ukienda Korea Kaskazini unaamini kabisa utashindwa kuitekeleza? Niandikie hapa. Mwandaji wako na msimuliaji wako ni mimi, Wadi Saddam.